Ndio maana mtoto wako unakuta labda akinyanyaswa kingono au akifanywa mambo ya kikatili, anaweza kufanywa katika kikatili na kaka yake nani. Ukiona kama uelewi hii video, angalia hizi video zilizopita kuhusu psychopath, utaelewa kwa ajili gani wanakuwa hatari, kwa ajili gani wanakuwa paka hivi. Watu wenye udhaifu huwa ni wajanja sana. Ujanja wao unakuja vipi? Huwa wanatumia kuna formula fulani ambao wanaitumia, ndio maana unakuta hata we mwenyewe ni ngumu sana kumgundua. Au hata kama mtoto wako akija kukuambia bwana nimenyanyaswa, unashangaa mtoto mdogo tu anakuwa na shida ya UTI. Mtoto mdogo, yani wewe una mtoto wako kila siku anaumwa UTI, mdogo UTI mara kwa mara UTI. Huyo mtoto inawezekana, sisemi ndo dalili kubwa, lakini inawezekana kabisa akawa ananyanyaswa kingono, UTI sana, au mtoto akawa na aibu sana kwenye masuala ya ngono. Unaweza ukawa ukitaka labda ukae naye umfundishe kuhusu jinsi gani ya kujiprotect, jinsi gani. Unaona mtoto anajifanya ana aibu sana, unaongea naye anajifanya kama vile hataki kusikia, yani unaona kama vile anataka kutoka nje ya mwili wake. Yani unavyokuwa unataka unamuelekeza, unampa haya mafunzo, hiyo pia inaweza ikawa ina ishara kwamba mtoto amenyanyaswa kijinsia. Umeona? Lakini sasa kutokana na ile tukio lenyewe, unajua akiwa ananyanyaswa kijinsia, wengine watoto wanakuwa disappointed, kwa hiyo anakuwa na hofu. Ile hofu inamfanya mpaka anakuwa kama ana panic attack, anakuwa anaona tu mwili wake kama, ushaona kuna watu wana hii shida, tashambulio la hofu, yani anakuwa anaogopa sana. Umeona? Kiasi kwamba paka anahisi kama vile mwili unakufa ganzi, yani anakuwa anatoka nje, yani kama anatembea hivi anajiona yeye kama ni mtu wa tatu, yani kuna watu wanaishi shida kama haijawahi kukutokea, kuna watu ambao inawatokea. Kwa hiyo ule mtoto anaweza akawa anafanywa ule unyanyasaji wa kijinsia akashikwa na uoga. Umeona? Paka yani unakuta wakati anafanywa kile kitu, ufahamu wake wa kuja kunasa kwamba alinifanyia vipi, anakuwa anasahau. Anakuwa mtoto anafanywa unyanyasaji wa kijinsia, lakini ukija kumhoji vizuri, yani unakuta kuna details kama zinakuwa zina miss, yani unashindwa kuunganisha pattern, lakini anakupa kama mwelekeo fulani. Sasa wewe psychopath atakachokifanya, psychopath ana njia za kufanya ili jambo lake liende. Huaga anatumia ughalibu au manipulation, kama mwiko, kukoroga hisia zako tatu, ambazo hizo hisia ni hofu, umeona, hatia ambayo ni guilty, na kujisikia kwamba upo nje ya wajibu wako, yani kufanya ujisikie obligation, yani unajisikia kama vile unawiwa au unajisikia kwamba unawajibishwa kufanya kitu fulani. Waga wanakoroga hizo hisia. Kwa hiyo anaweza akacheza na akili yako. Unakuta kwa mfano mtu anakuambia bwana narcissist, badala kwa mfano kukwambia, kwa mfano kama una mpenzi na narcissist, badala kukwambia bwana labda baby, mimi nahisi kama sasa hivi sijiamini, yani hunitafuti, hatuzungumzi mara, yani hatuna mazungumzo ya mara kwa mara, na mimi usipoongea na mimi najisikia kama vile najisikia vibaya, yani najisikia kama hauko pamoja na mimi. Hiyo sasa ni mtu mwenye empathy au mtu wa kawaida ndio unaweza kuwasiliana hivyo. Lakini narcissist, yani akitaka kuongea na wewe anapitia hizi njia tatu, yani anatumia manipulation au ughalibu, giliba, manipulation kufikisha ujumbe wake. Lakini sasa anapofikisha, angalia kichekesho hicho. Narcissist baada ya kukwambia hivyo, anaweza kukwambia tu yani wewe unipigia simu tu, yani wewe unipigie simu unitafuti mpaka mimi nikutafute, alafu unajisema unajifanya unanipenda, yani mimi tu ndo na kazi ya kukutafuta wewe tu. Sasa huyu ukimwangalia sasa, hiyo ni manipulation. Kwa sababu gani? Issue hapo sio kukupigia simu, issue ni connection. Lakini anaongea kwa mtindo fulani, yani kwanza haonyeshi hisia kwamba anaumia au nini, yani anakuonyesha, anachofanya pale, anaongea ili asababishe hizi hisia zako tatu zivurugike. Kwanza ujisikie hofu au ujisikie kwamba yani unawajibu kwamba kwa nini umtafuti, yani yeye tu ndio anakutafuta, kwa hiyo wewe huwajibiki, akusababishie upate hatia, ujisikia kwamba kwa kumbe huyu anavyofanya hivi, yani anaenda extra body, yani mimi nipo tu, mimi kama ni mzembe. Kuna jinsi fulani ambavyo anakoroga hizi hisia zako tatu ili yeye aje kupata kitu anachokitaka kutoka kwako, lakini haendi direct. Umeona? Na hivi vitu anavyovitaka kutoka kwako, approval, validation, attention na control,
Yani hivi vitu anavyovipata havitumii kwa wema, anataka kuvitumia vibaya kwa ajili ya manufaa yake binafsi. Wewe ni mama, wewe psychopath, kesi imekuja kama hivyo, unataka kufanya uchunguzi kwamba ujue kwamba hiki kitu ni kweli, mtoto wangu kafanywa hichi. Umeona? Sasa ukienda kumhoji psychopath au unampeleka polisi au unampeleka serikali za mitaa au nini, psychopath anajua kucheza na hivi vitu. Yani anajua kutumia manipulation, anajua kuchezea ughalibu. Psychopath mtu pia anaweza kumkamata vizuri ni afisa upelelezi, lakini awe mwanamke. Unajua wanawake ndo wana hiyo instinct, matumbo yao wana jinsi wanavyosikia, yani wana jinsi ya kuridwa. Mwanamke anaweza kaona kwamba maelezo yako sawa, kila kitu kiko fresh, kinaonyesha huyu mtu ana shida, lakini moyo wake mwanamke ukakataa kwamba hapa kuna dosari, ngoja nichokonoe. Wanawake ndo wako hivyo. Tena huyo female detective ni awe yuko in tune na ule wanawake wake. Yani sio ni wale wanawake ambao unajua kuna wale wanawake wanataka kuwa wanaume, kwa hiyo hawasikilizi mioyo yao, wanataka ku act tough nini. Lakini wakiwa ni wale wanawake female detective, anaweza akasense kwamba haya maelezo ya huyu psychopath anayoyatoa na huyu mtoto anayoyatoa, mtoto anaonekana maelezo yake ni dhaifu, yani yanadai yani kwamba kama vile anamsingizia, lakini yule mwanamke akisikiza hisia zake anaweza kusema kuna dosari. Kwa yule detective au yule askari anaweza akafuatilia mpaka akaja akamkamata psychopath kwamba huyu kweli mzazi ana shida. Lakini kwa wewe mtu wa kawaida tu pale nyumbani, umeona kama psychopath labda ni kaka yake au mjomba wake au baba yake au nani, umeona, au kama ni katoto ka kiume kamefanywa hivyo, wewe ukienda kumcomfort kama huna psychology, hizo elimu ya psychology, psychopath atachezea tu hizi emotions zako hizi, atachezea na guilty, ile hatia, kuwajibika, hofu, atachezea hizi, atazikoroga. Yani anajua jinsi ya kukumanipulate. Kwa hiyo baadaye utaanza kujiona wewe huna akili. Afu mimi namshuku, afu mbona hamna dalili, au mtoto anakuwa mwenda wazimu au nini. Sasa pale unaua ile connection ya wewe mama kwa mtoto, baadaye anakuwa hakuamini. Kwa hiyo anaweza kaja kufanywa umafia baadaye, yani anaona fresh tu. Kwa hiyo mtoto anakuwa, kwa mtoto wako anaweza akawa unashangaa baadaye na hizi sign, anakuwa anapata UTI mara kwa mara. Mtoto mdogo unashangaa anakuwa na shida kukojoa kitandani, hasa watoto wa kike. Au unaweza ukashangaa mtoto wako mdogo anakuwa hataki kusikia kabisa hizo elimu, kwa mfano ushauri na sawa ngono, yani ukimpeleka ni kama vile anataka kuziba masikio, hataki kusikia. Au anaweza sasa kaenda side mbaya zaidi, ambao ndo anakuwa sasa ni mtoto anakuwa anajua sana ngono kupita kiasi, mtoto anakuwa hypersexual. Unashangaa hata wakija kuwa wakubwa ndo unakuta vibinti vinakuwa vimalaya, au wanaume wanakuwa ni malaya wa kutupa, kumbe ashaifanywa hii abuse. Kwa hiyo anakuwa anafanya kama revenge, anarudishia watu wengine. Umeona? Kwa mzazi unabidi uwe makini sana, usimwamini mtu. Video yangu imeenda shallow kwa sababu sijaandaa hizi point, lakini na shauku sana ujumbe ufike kwa jamii. Kwa hiyo kama ukisikia, wewe kama ni mzazi, fanya kitu fulani kuhusu mtoto wako, umlinde. Au kama unamjua kuna mtu ana mtoto, unaweza kumfikishia hii video ikamsaidia kwa namna fulani. Walinde watoto, simwamini hata ule, hasa ukiona mtoto mdogo kuna mtu fulani anampenda sana. Unajua kutokana na kwamba psychopath huaga wana akili yani ya hiyo manipulation, wanajua jinsi ya kufanya manipulation vizuri. Narcissist wanajua jinsi gani ya kucheza na manipulation. Inaweza ikatokea mtoto, unamwona mtoto anampenda mtu fulani, kama labda ni dada wa kazi, yani mtoto nyumba nzima mtoto akianza kulia mnashindwa kumnyamazisha, lakini akimwona dada wa kazi anatulia. Ukiona mtoto anampenda mtu fulani sana kupita kiasi, sio kwamba mara zote inakuwa hivi, lakini kuna uwezekano mkubwa huyu mtoto akawa ananyanyaswa kijinsia, anafanywa matendo yasi, kwa sababu mara nyingi watoto wengine wanaonyanyaswa kijinsia wanajitokea wanawapenda wale wanaowanyanyasa, kwa sababu mtoto anakuwa ile conscious ya kujua right and wrong inakuwa haipo vizuri. Mtoto anaanza kuamini kwamba hiki kinachofanywa na huyu ni sahihi, yani hapa huyu anapewa special treatment. Hii ndio love, anapata definition ya love tofauti. Kwa hiyo mtoto akija kukaa na nyinyi watu wa kawaida anaona nyinyi mpende, kwa hiyo hafikishi hizi habari kwako, kwa anakuwa ananyanyaswa tu, ananyanyaswa mpaka anakuja kuwa mkubwa. Sasa ndo anakuja kugundua kumbe nilikuwa nimefanywa unyanyasaji wa kijinsia. Haya, sasa na wewe mama au mzazi ulikuwa umeweka barrier, umeweka kikwazo, utaki mtoto hakuzoee sana, unasema yani, kwa anakuwa anashindwa kukwambia.